Kwa hivyo mimi nafurahia kuwa mmoja wao, na hata watoto wale wengine waendelea kufanya bidii, tuwe tunatoka padio ya kwetu tukiwa wengi, na mimi nitakuwa nikifurahia sana kwa sababu ya hii ya inua masomo ya basari ya Kang'ata. Asante sana. Haya basi, kuja tu mama wa mwisho hapa. Acha nimpatie huyu mama ambaye yuko hapa mbele awe tu wa mwisho a comment ili tuweze kwenda kwa shughuli nyingine. Basi Hello. Habari zenu? Hata mimi ni mzuri, lakini mimi nasikia furaha juu Kang'ata vile ulifikiria umefanya mzuri sana. Mimi hata hivi siku yako ya kuchaguliwa, haki ya Mungu nitakuchagua kama nimefunga macho. Na wale watoto wangu umewasaidia, na mama zao na baba zao wote ni wako. Hakuna cha kurudi na nyuma. Hata usiwaongeleze ingine, umewafanyia kazi. Mimi ni susu. Haya, mpigie makofi basi tuweze. Nimetoka Mudhidhi. Mudhidhi Kegumo. Jora. Haya, thank you. Wapigie makofi hao wote. So, wacha sasa nimalizie na mambo mawili matatu. La kwanza niseme venye tulingangana hii maneno, najua bado iko tashwishi zingine hapa na pale katika utendakazi wa county, na tutajaribu mahali hizo shida ziko tujaribu kutatua. Mojawapo tunajaribu kutatua ni mambo inahusu bima ya wafanyikazi wa county ambao wenye inaenda hospitali. Tutajaribu pia mahali imekuwa na mushkin kidogo tuweze kuisukuma hata hiyo irudie, hata wafaidike. La pili, nirudishie asanti wale wote ambao tunafanya kazi na wao, na niseme Mungu, si kazi si yangu kama governor, iko na washikadau wengi sana. Na Friday hii ambayo inakuja tuko na investment conference pale Thika Greens. Hawa watoto ambao tunafundisha hivi sasa, miaka ambayo inakuja wataenda university, watoke na waanze kufikiria watapata kazi wapi. Na Wakikuyu walisema ya kwamba msomi mzuri anarusha macho wapi? Mbele. Ukweli, tukikosa kutengeneza nafasi za kazi, hawa watoto watatoka wamalize university lakini roho zao zinasononeka. Diposa kama county tukafikiria tutafute wale wanaitwa investors. Investors ndio wanapatiana nafasi za kazi, haswa wale ambao wanaleta factories. County ya Murang'a iko na lands. Kwa mfano pale Makenji, Kandara, pande zingine inaitwa Zapka, na mahali kwingi hapa county ya Murang'a. Wengine wangefikiria hizo land ama hizo mashamba tukatakate, mtu fulani achukue sijui 50 by 100, lakini kweli hatakuwa tunafanya haki kwa mtu wa Murang'a. Kwani ukitengeneza nyumba yako hakuna wakazi wengi unaandika tu maybe bawabu ama mtu mmoja wawili watatu, lakini factory inaandika kwa mfano manager, wakili, IT specialist, watu wale ambao wanafanya kazi kwa floor of the industry. Takriban 1 acre ina create employment 100. Hiyo inamaanisha Mungu akisaidia tupate factories hapa Murang'a, shida ya ukosekaji wa kazi itaisha na watu wa Murang'a wataenda mbele. Sisi ni wakulima. 70% ya watu wa Murang'a ni wakulima. Tunalima kahawa, majani, avocado, tuko na maziwa, siku hizi tuko na mahindi. Hizo zote ili tuweze kupata faida mzuri lazima zifanywe kitu inaitwa kwa kimombo value addition.
na ile inafanya value addition ni factories. Basi watu wa Murang'a na wa other investors tunamwambia karibuni Murang'a, muweke factory, watu wa Murang'a wapate jobs. Na Friday tutakuwa na hiyo kongamano ambayo intention yake ni kuelezea investors investment opportunities hapa Murang'a. Pia washikadau haswa hawa madiwani ambao tunafanya kazi na wao wamekuwa kufanya kazi nzuri ya kusukuma Murang'a. Haswa sisi ile job tumepewa ya kuangalia masomo ya ECDEs. Kwa mfano sijui niite ma MCAs wa Kiharu constituency ambao wako hapa, karibuni mwenye ametoka Kiharu, karibu hapa dakika moja waelezee ile kazi ambao wameweza kufanya katika each ward na zile nurseries. Karibu Bwana Mashigo, unaweza nena utuelezee ni wapi na wapi umetengeneza sijui. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Kwa majina naitwa Charles Mashigo na mimi ni mwakilishi wa ward hii ambao tuko hapa siku ya leo ambao inaitwa Township Ward. Kwa ile kazi tumefanya katika hizi shule za chekechea hizi ACD, kama hapa kwa ward yangu nimefanya kazi katika almost shule zote. Tumeanza pale Kadudu ECD Center, tumeenda Kongoine, tumeenda hapa Vidhuramji, pia tumetengeneza hapa Technology, St. Mary, huko Kiangage na pia pale Mokoyo ECD Center. Na hiyo imetufaidi sana kwa sababu sasa watoto wetu katika shule zetu za ECD wanafurahia, kwa sababu zamani tulikuwa tunaona hao watoto walikuwa nasomea katika madrasa ya matope, lakini tumeweza kufanya zimekuwa tu kama academy hizo ECD center zetu, na pia wanafurahia vile wanakunywaga uji. Thank you. Pigie makofi basi. Haya, Bwana Mbiri mheshimiwa aseme ile amefanya kutoka hapa Kiharu. Karibu. Asante sana Governor. Kwa jina naitwa Roy Romiako, MCA Mbiri Ward, Kiharu constituency. Sisi tumefanya renovation pale Kiangoshi Primary School ECD, Mchungucha, Ndikwe, Yekandu, mahali kunaitwa Gaitega tumejenga juzi, Gituri, mahali kunaitwa Maragi, mahali kunaitwa Githuguya, Kamberwa, Gitongano, kuna Githori, kuna mahali kunaitwa Kayuyu, Mirira, shule mingi. Na pia Governor, ni kama sisi tuko karibu kumaliza, sababu zote tuko karibu kumaliza zote, na pia tunajaribu pia kuwawekea facilities ndio waweze kusoma shule za maana. Sisi kile tunajaribu sana kwa maana ni kuhakikisha kwamba tumebadilisha vile mtoto wa ECD hapo mbeleni alikuwa anasomea shule mbovu, tuhakikishe sasa anasomea shule za maana na tunawawekea mishuha. Asante na Mungu awabariki. Najua pia iko wenye wametoka mahali county inafanya smart city, ambao ni mradi ambao unajaribu kuinua standards za our markets. Kwingine tujamaliza, tungemuomba mtupe tu nafasi kidogo tumalize. Nasema hivyo kwani pande ya Gatanga tulitengeneza, pande ya Gatura, Kirwara kidogo haikumalizika. Tunajua mwaka ujao wa serikali tutamaliza. Tumeongea na MCA Kifaya, tuko na Gatunyu, tuko na kule chini Kaguku, na pia MCA wa Greston amenielezea tutamalizia mahali ya tulibakisha kidogo. Tukiingia pande ya Kandara, najua Muruka inaendelea, itamalizika hivi punde, lakini najua pande ya Keno, Kafati na Gasharage hizo zimeweza kumalizika. Lakini ukiingia Kigumo, tuko na pande ya Mudhithi, tuko na Kirere, tuko na Kangari, na pale kunaitwa Kambi. MCA Boni amenielezea pesa zikionekana ataongeza kidogo, hiyo imebakia. Tukiingia katika Maragwa, tuko na Shumbu na tuko na Keno, na wale na wafanyikazi wa Keno najua wanasumbuka kwani wamekuwa disrupted
na hizi projects za kuimprove infrastructure ya Keno, mtupe tu nafasi kidogo tumalize, tutaweza kumrudisha mahali kama mnafanya kazi. Tuko na Zabka na tuko na Maragwa town, na nimeona Sabasaba ni kama imemalizika. Tukiingia pande za Kiharu, tuko na hapa town CBD, Mukoyo, tuko na Kahatia, na najua MCA Gathe pale Kaweru tumeongea naye akasema ataangazia mahali haikumalizika. Pia Kirogo bado na Wajengi bado kumalizika. Pande ya Kangema tuko na Kangema town, Kanyenyaine, Rwadhia bado kumaliza. Najua MCA amekuwa kinisukuma hiyo tutaangazia tuweze kumaliza. Getuge pande ya Mathioya, Kamune na Kireine, na najua bado Kairo kumalizika, na pia Kamasharia. Mtupe tu muda kidogo tu ili tuingie hiyo nafasi nyingine. Nitaita MCA waingie, wataongozwa na kujeni MCA wote tafadhalini, na sis karibu kujeni hapa mbele ndio DG aendelee. Karibuni. Asanti, Mungu awabariki. Thank you very much, Your Excellency Governor wetu wa Murang'a. Ningependa kuchukua hii nafasi tuseme asanti kwa kutupea hii nafasi ndio tukuje hapa. Watu wa Murang'a oye! Watu wa Murang'a oye! Mimi nimesimama hapa, naitwa Munania Steven, kijana ya mkono ya Governor Kang'ata ama naibu gavana wa hili jimbo la Murang'a. Jambo la kwanza, Your Excellency, ningependa nikushukuru tena zaidi. Na ningependa wananchi munisaidie kushukuru huyu gavana wetu Kang'ata kwa njia ya makofi. Mpigieni makofi mzuri. Kwa ile muda kidogo nimefanya kazi kwa hii kaunti ya Murang'a, sidhani kama nimeona kiongozi mwenye ako na akili ya wananchi kama gavana wetu Kang'ata. Mpigieni makofi mzuri. Kila jambo lenye tumekuwa tukifanya kwa hii kaunti, tumekuwa tukijiuliza jambo moja: wananchi wanafaidika namna gani kwa hii mpango ya serikali? Hii Inua Masomo bursary program ni aina yake ya kusupport vijana wetu na wanafunzi wetu wa Murang'a. Na ningependa tena zaidi, kwa wale wanafunzi wote wamehitimu, muko na jukumu moja: kuangalia nchi yetu ndio muipeleke mbele mkihitimu kama wanafunzi kutoka Murang'a na hii programu yetu. Jipigieni makofi mzuri sana. Your Excellency, ningependa tu kusema jambo moja: serikali kuu iko na haja ya kuhakikisha counties zinaendelea mbele. Inafaa kujipea nafasi inafaa kupea counties nafasi ndio counties ziweze kupeleka devolution mbele. Na hii county yetu ya Murang'a, najaribu kuangalia hii mpango, tulikuwa tumeiweka milioni 200 kwa bursary program, lakini national government haifai kuachisha hiyo mpango ya kupea wanafunzi masomo bora. Na kwa hivyo nataka kuambia national government waache county government zifanye kazi kwa uhuru na kwa njia inayofaa. Nikimalizia, ningependa kuchukua hii nafasi ku make introduction. Kwanza tukianzia kwa executive, mawaziri tuliokuwa nao hapa. Tuanzie na waziri wa masomo. Simama hapa, jitaje jina, mahali penye umetoka na department yako. God is good. My name is Faith Joroge. I'm the one who is in charge of education in Murang'a County. I come from Maragwa sub-county, and I'm happy to see the way you have attended this event. Thank you very much. Bwana asifiwe. Jina langu ni Kashusha Noah, waziri wa vijana na michezo. Kwetu ni Mathioya sub-county, Getuge ward. Nilisomea shule ya msingi shule ya sekondari ya Gitongu ambayo ni mixed day secondary school, na Mungu akasaidia nikaweza kupata A-. Kwa hivyo nyinyi wazazi niwaambie kwamba watoto wenu wakiwa day school wako sawa,
wanasoma na watapita. Si shule inapita, ni mtoto anapita. Mungu awabariki. God is good and all the time. Mimi naitwa Architect Pius Jogona Masharia na mimi natoka Kandara na mimi ndio nasimamia kazi ya roads and infrastructure hapa Murang'a County. Asanteni sana wazazi kwa vile mmekuja mkiwa wengi ndio watoto wetu wa Murang'a wasome. Asanteni sana. Asante sana. Nikikaribisha MCAs ndio wafanye introduction. Your Excellency, kama kijana mmoja ulioajiri katika serikali yako, ningependa tu kusema jambo moja ndio niachilie MCAs wafanye introduction. Vijana kwa hii county wamepewa nafasi mzuri sana na serikali yako. Ya kwanza ya hiyo nafasi ni mpango ya Murang'a Youth Service. Hiyo mpango kama venye tuna support our vijana wa inua masomo wa in our day secondary schools waeze kuhitimu ndio waende university. Kuna vijana wengine kwa hii county hawakupata hiyo nafasi ya kwenda university ama kwenda college. Kwa vision yako ukatambua hawa vijana wanahitaji nafasi za kazi, wanahitaji nafasi za kujiendeleza, na ukainua mpango ya Murang'a Youth Service. Hiyo mpango kila mwezi ama every other 3 months inachukua vijana 1000, wanapewa kazi na unawapea mshahara ya 400 kila siku. Lakini 100 unasema iende kwa mzazi. Ndio wazazi waweze kusupport hawa vijana. Hiyo kitu ingine, hawa vijana unawapeleka kwa polytechnic. Kwa hiyo polytechnic mtu anachukua course ya ufundi ama ile ya ufundi anajifunza yeyote yenye anataka. Akishamaliza hapo, akishahitimu, unampea a check ama ile tunaita 15,000 shillings ndio aanze kuanzia biashara yake. Your Excellency, mpango ya vijana kwa hii county inafaa kuendelezwa mbele. Na ndio maana nafurahia sana kwa sababu ya hawa MCAs wamesimama hapa. Hii mipango yote tuko nayo kwa hii county imewekwa kwa sheria ya hii county, imewekwa kwa policy ya hii county. Ndio maana kila nafasi tukipeleka budget kwa county, wanapeleka appropriation, wanapeana pesa, vijana wetu wanasoma, vijana wetu wanaendelea mbele. Kwa hiyo maneno, wazazi ningeomba munisaidie kugongratulate governor wetu kwa njia ya makofi. Pigieni governor wetu makofi. Na pia napenda welcome the majority leader ndio waweze kuendelea introductions za MCAs. Asanteni sana. Thank you, Deputy Governor. Tena mimi naitwa Kibe Wasale, leader of majority na MCA wa ward ya Ithiro. Tutaanzia na area MCA, ajitaje hapa kwa haraka. MCA Bwana Mashigo, tafadhali karibu. Asante sana our leader of majority, Your Excellency our governor, wanafunzi na walimu wote na wazazi. Amjambo. Nisalimieni hivi nione tunasikizana mpaka wale wako kwa tent pale. Kama vile umesema, naambiwa majina yangu ni Charles Mashigo, mimi ndio mwakilishi wa ward hii katika bunge yetu ya Murang'a County Assembly. Mimi yangu tu ni mkushukuru Mheshimiwa Governor kwa vile tumejaribu kufuatilia vyenye alikuwa anaahidi watu kutoka kwa senator. Ulisema ya kwamba ungepigania tuwe na ward fund. Na ulipoingia umetimiza hayo. Na njia ya make sure that maendeleo katika county yetu is well balanced. Sisi kama MCAs, maneno ya hii bursary umetuempower tuwe tukipeana bursaries katika ward zetu. Kwa hivyo tukushukuru sana, na ile yote manifesto yenye tulikuwa tunaenda tukiongea tukiahidi wananchi katika tukitafuta kura, hao yote Mheshimiwa Governor umewezesha, na tunafurahia ya kwamba hizi mabodings, hizi maneno ya hospitali kama hii hapa kwetu Murang'a level 5 tuko na furaha sana kwa sababu hii ndio hospitali ambao huleta wagonjwa wote katika county yetu ya Murang'a. Lakini leo hii tunafurahi ya kwamba we are starting a new block ambao itawezesha wagonjwa katika hospitali hii yetu ya level 5 wasiwe wakilala wawili. Hii ingine ya kudicogest, tuko na dispensaries ambazo tumetengeneza hapa katika hii ward yangu. Tuko na dispensary 2 ambao ni Kiangage na hii ingine pale Mukoyo. Na najua tutaendelea hivi. Tunajua vile tumeendelea na vile unashikana na sisi.
tumefurahi sana na tunakushukuru sana. Isipokuwa ni wewe, hii maneno ya basari leo hatungekuwa hapa, kwa sababu hii serikali ya Kasongo ilikuwa inajaribu kutembea hivi kuchukua hii maneno ya basari, lakini ukapambana nao vizuri. Asante. Naomba sana, in the interest of time, members, naomba tu mjitaje jina tukimalizia. Naomba tu committee education, chair hayuko lakini naona vice chair, mstep hapa mbele, chair, vice chair, tafadhali kuja. Vice chair education committee. Vice chair committee. Tabua committee yako kwa haraka tafadhali. Thank you. Mwadhani yagosho. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Daktari Mwangi, MCA wa Wondi ya huko Nginda, ndio nimechaguliwa. Wacha ni introduce committee education wakuja haraka haraka, tukianza na huyu MCA wa huko Kaishajiro. Thank you. God is good all the time. I'm John Kamau Munywa, MCA Kaishajiro ama Kamunywa, na tunasema kazi hapo hapo. Na tuko nyuma yako gavana. Asante sana. God is good. Mwadhani ya gosho ndiye jitagwo city ndio kuona ndio sawa Ngai amenyereire oro wega. Governor, history ya bũrũri wa Kenya, when the history of Kenya and history of Murang'a will be written, you will feature as a person who changed the place better from how he found it. Ukikuja hii Murang'a tulikuwa na tuliiona na sasa tunaiona vile umeifanya. Asanteni sana watu wa Murang'a, tuzidi kushikilia huyu mtu wetu ambao anaonekana akona kichwa mzuri na anashikilia hata hii Mount Kenya yetu. Asante. Next. God is good. Another time, I am Hannah Wairimu Kamau, nominated MCA, a member of Education Committee. Thank you so much, our governor, for the support of education in our county. Thank you. God is good. Mimi tena niseme naitwa Roiro Miako, member of Education Committee, MCA pale Mbiru Ward. Kwa serikali kuu tutawaomba tu kwamba uongozi mwema ni ule unapatia viongozi wengine kufanya kazi, na wakitaka kujua haja ya county government wakuja Murang'a, wataona vile kazi inafanywa na waweze kushikilia county. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Nikimalizia, juu naona kama Education Committee audio walikuwa, nimesema kwa jina ni Daktari Mwangi, MCA, nawakilisha wodi ya Ngenda. Governor, nakushukuru sana kwa ile kazi unafanya, na ile kazi tunafanya pamoja. Ile kitu naweza fafanua kidogo tu ni kule kwetu Maragwa. Sitaongea sana. Kuna hii maneno ya KMTC bwana governor. Unajua kazi yetu kama county, sisi kazi yetu ni shule za chekechea kurudi chini. Kuna hii mambo ya KMTC tunaambiwa ni ya governor na MCA yenye imetengwa kule Maragwa hospitali. Naweza omba penye inaenda kujengwa huko Kichakani, isijengwe huko Kichakani. Ile ijengwe Maragwa hospital ama ile hospitali imejenga ya Kenneth Matiba. Juu ikijengwa huko Kichakani, na wewe Makoi usisikize hii, kijengwa huko Kichakani watu watakuwa kilipa fare kukuja kufanya practicals Maragwa. So kwa unyenyekevu naweza omba hata kama umepitisha hiyo shamba iko huko Kichakani, hiyo council hata KMTC ijengwe Maragwa hospital, juu ndiko kuna equipment na ndiko kuna madaktari wa kutosha. Ya mwisho, kuna hiyo kichinjio iko kule Makuyu. Naweza omba bwana governor, sitaongea sana, kuna mwenye anaoperate saa hii. Naweza omba bwana governor, mwenye ako nayo ni MP wa Maragwa, wacha hiyo kijijio ama hiyo slaughterhouse irudi kwa county, ili hapa kuna mama wengi hawako kazi, ama sio wa mama, si kuna watu wengi sana wako kazi. Hakuna haja kichinjio ishikiliwe na MP wa Maragwa yule anaitwa na Bomaua awe anafaidi familia yake, badala ya nyinyi mko mkifanya nini? Mkifaidika. Sawa sawa. Wacha kichinjio irudi kwa county. Hizi nini unaweka kwa mtandao, wacha ipewe investor at least na watu wapate kazi. Asante sana, bariki. Thank you. Asante sana. Kuna member mwingine wa education, Deputy Whip, karibu dakika moja, tusitaje miradi, jina tu tukimalizia. Asante sana leader of majority, your excellency. Asante sana kwa sababu ya siku ya leo ambayo umetuunganisha hapa. Mimi naitwa Steven Muigai, nimechaguliwa ward inaitwa Kakuzi Mitubiri. Niko na mambo tu mawili ya kusema. Governor,
Mimi nikiangalia hawa wazazi wamekaa hapa, kwanza wakiwa wamevaa green, wananifanya ninawafananisha na mimea ikiwa shambani wakati inaendelea na kukua, ili wakati wake wa kuvuna ifike. Wewe umetukusanyisha hapa kwa sababu kuna mbegu umepanda ndani ya watoto wetu ambao wanasoma katika shule za day. Wazazi, mnakubaliana na mimi? Miaka ambayo inakuja, sisi hatutasahau mambo ambayo umetufanyia. Na ningetaka kusema hivi, vita ambayo umepigana kotini kuhakikisha ya kwamba hii siku imefikia. Kwa sababu katika maandiko tunaambia ambaye atanyweshana maji, hata yeye atafanya nini? Atanyweshwa. Siku yako itafika na wewe utanyweshwa. Nikimalizia niseme hivi, ni vizuri national government, hata kama tunacheza na mambo zingine, tusicheze na mambo ya masomo. Hii mambo tunasikia ya kwamba capitation inachelewa kufika, inaweka hawa principals hatarini. Hii mambo nilisikia juzi, wewe CS Badi umesema ya kwamba pesa ambayo hawa principals hawakuwa wamepewa ya capitation, hata hautaipeana kwa shule. Ningetaka nikuambie hawa principal wamefanya mchango, wakahakikisha wameenda wamekopa ili watoto wetu waweze kukaa katika mashule. Ni kweli ama si kweli? Pesa ambayo inadaiwa na hawa principals in form of capitation, sisi tunaomba ipeanwe kwa mashule. Hiyo ni sawa? Na mimi nataka kuwashukuru principals kwa sababu ya vile mmeweza kutushikilia. Your Excellency, niko na principal mmoja hapa kutoka area yangu ambaye kila wakati nikimpelekea check ya basari, yeye huwa ananiambia isipokuwa ni hii umeleta, hata kesho hatukuwa na pesa ya kupea hawa watoto chakula. Principal wa Mwanawekeo, simama. Asante sana, Mungu awabariki. Asante. Reverend Esther, tafadhali kuja. Reverend Esther, kuja tafadhali. Nipatie mic. All protocols observed. Good afternoon. Hamjambo wote. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Esther na hudumu na kanisa la Anglican. Kwa kibali chake Mwenyezi Mungu nikawa nominated kusimamia walemavu. Tushikane, tuendelee pamoja. Bwana wabariki. Asante. Whip. Asante. Jina langu ni Morris Tuku Gadhoni. Nimechaguliwa wodi ya Keru pale Mathioya Sub County. Na katika bunge mimi ndiye kinala wa bunge whip, tukishirikiana na governor na majority leader. Pia mimi nilisomea day school kutoka form 1 hadi form 4 na nikapata ile grade ya B plain bila kurudia. Kwa hivyo nyinyi kimasomo, si nyinyi ni makuzo? Hi cousins. Hi kuzo. Nifanyieni hivi, hi cousins. Hi makuzo. Manake kama nilisomea day school, si nyinyi ni cousins? Si cousins wapendane? Si cousins wataenda mbali? Si Mungu atabariki cousins? Naamini pia nyinyi siku moja mtakuwa hata si MCA, mtakuwa governor. Bwana asifiwe. Yangu ya mwisho, Mheshimiwa Governor, tuko na shida sana pale Mathioya. Na ni ndaka moja tu. Ulitujengea hospitali ya level 4 yenye haikuwa pale Mathioya. Na kwa sababu kama county tumefanya kazi yetu, ile uliahidi wakati wa siasa umetimiza. Lakini imefika wakati kuna proposal ya kujenga KMTC pale Mathioya. Na mimi sijui ni nini imeshika hawa watu wa national. Sasa nasikia KMTC ya Mathioya inataka kupelekwa kwa mpaka ya Gathea wa Jeri pale Kiharu. Tunataka KMTC ipelekwe karibu na shule. Kama tunataka kusaidia wananchi, shule isikuwe mbali na hospitali. Manake kama wewe mzazi ukilipia mtoto fees ya kusoma udaktari, tena uongezee fare, hiyo ni haki kweli? Tunaomba KMTC either Kereine ama iende Jombe. Asanteni. Asante Mheshimiwa Margaret. God is good and all the time. Bwana Governor na wageni ambao wengine wameingia, kwa jina naitwa Margaret Wanjiku Gishia aka Mama Kangata. Kwetu wadi yangu inaitwa Wango Ward kule Kiharu. Sisi tunafurahia sana, maanake
siku kama hii tulikuwa tunaitarajia hapo awali, lakini tulikuwa karibu ndoto zetu zififie. Lakini sasa tunafurahia, maana leo sisi wote tuko hapa ili tuweze kujumuika tukipatiwa basari zetu, si ndio? Mmekuja kuchukua basari na tunafurahia, si ndio? Nani mwingine kama gavana wetu? Hakuna. Kwa hivyo tunakuambia kongole, asante sana kwa yale yote unafanyia watu wa Murang'a, na tunaomba Mungu azidi kukuweka, akupatie afya njema ili tuweze kuendelea. Asanteni sana, Bwana Yesu awabariki. Asante Mheshimiwa Kafera. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa James Karanja Kabera. Mimi nawakilisha watu wa Kahuha. Na gavana, tunafurahi sana. Mambo matatu najua sana umejaribu sana. Mambo ya health umesukuma vizuri. Mambo ya masomo umesukuma kabisa. Mimi nilisaidiwa kusoma na Starehe Boys. Kwa hivyo wakati tuko na umati kama hawa, mimi najua pale wasasi wanapitia. Na diposa nataka kukushukuru. Kitu ya tatu, mambo ya biashara, na unajua mimi DHA wa trade, umetuongoza sana. Hata na 13 and 14. Tuko Thika Greece kuongea maneno ya biashara na tuwapatie mashamba wafanye biashara. Tumefurahi sana. Mimi nataka watu wa biashara waje hapa ili tuendelee, na nataka kila mmoja ataje jina na pengine moja. Kwa hivyo gavana, wewe unajua mimi DHA wa trade, na kama Hoha DA2 iko na dispensary moja, nataka uongeze ingine. Kama Hoha ndipo kuna youth polytechnic moja, nataka uongeze ingine. Maana tunaongea moja, kitu moja. Kwa hivyo tuendelee na Mungu ambariki. Wale niko naye wako hapa, Muteti endelea na utete kabisa. Moja, tafadhali. Asante sana gavana wetu, itifaki zote zikizingatiwa. Kwa majina ni Thomas Muteti Mwaura, MCA pale Makuyu. Na tunafurahi sana kwa sababu ya siku ya leo. Na ningeomba niwasihi our principals, kwa sababu kuna hiyo pesa ambazo mmeweza kupewa na governor. Mkubali wale ambao wako nyumbani wengine, muwape atisa hata kama ni wiki 3 hivyo bila kuwatuma kwa kitu nyumbani. Ndio pia waweze kufanya nini? Kunufaika hata kama hawajapata pesa. La mwisho, rafiki yangu Bwana M-Pesa, tafadhali ni vizuri ujue kwamba Makuyu hapo mbeleni wakati ulikuwa mtoto mdogo ilikuwa constituency, Makuyu constituency. Kwa hivyo mimi si MCA peke yake, na wakilisha eneo ambalo lilikuwa constituency. Kwa hivyo kusema Makuyu kwamba ni kichakani, hapana. Naomba nikukosoe. Kwa hivyo bwana gavana, tafadhali na kuomba, kwa sababu tulienda pale Makuyu na tukaahidi watu wa Makuyu kwamba tutawajengea hiyo KMTC. Wewe najua ni mtu wa kutimiza, waje tutimize hilo. Mungu awabariki na watende. Nilisomea pia day school, principal wangu akapata anaitwa Kiongera, nikapata B na nikaenda university. Kwa hivyo day school inaweza fanya kazi. Asanteni sana. Next tafadhali. God is good and all the time. Naitwa Gladys, mama mazingira, na maana hii ni siku ya masomo. Nataka kuwaambia kuna vitu nyingi ambayo unaweza kupewa, lakini kile leo mmepewa na governor kusukuma mambo ya masomo. Hakuna mtu anaweza chukua masomo kwa akili yako. Kwa hivyo ni asante sana governor, tunakushukuru sana, asante. Gavana wetu na wageni wote wale wamekuja, viongozi, wahubiri, God is good and all the time. Kwa majina yangu naitwa Laban Chomba, MCA Kabiti Ward. Siku ya leo nataka kushukuru sana bwana gavana, kwa sababu kama kuna kazi umefanya ya muhimu, kama kuna kazi umefanya itakuwa ukumbusho kwa maisha yako. Ni vile basari zilikuwa zinataka kumalizwa, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na ile bidii ulifanya ili turudishie hawa wazazi wetu mambo ya basari, Mungu akakusaidia ukapata favor, na saa hii tumekuja kusherehekea ya kwamba basari imerudi ili tuweze kushomesa watoto wetu. Ile kitu mimi naweza sema kama kuna mtu amefaidika ni mimi na wale watu wa huko kwetu Kabiti.
Huko Kabiti ni mahali kuna kiangazi sana. Kwa sababu wakati tulisikia basari inataka kumalizwa, sisi na wakaaji wa Kabiti tulikuwa tunauliza tutakuja kufanya nini. Lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu amesaidia na tumerudishiwa basari. Hii masomo ya bure ilikuja wakati ya Kibaki. Na ile budget ilikuwa ya serikali ilikuwa kidogo sana. Wakati wa Uhuru tukapata masomo ya bure. Nilistuka sana wakati nilisikia ati wakati hii masomo ya bure inataka kumalizwa. Mungu asaidie na tusikubali, na serikali kuu inafaa kujua tunafaa kupata masomo ya bure kwa sababu ni haki yetu na sisi tunalipa kodi. Asante sana na Mungu ambariki. Mheshimiwa Duda, tukimalizia. Asante sana gavana wetu, wananchi ya mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Alex Ndunda. Mimi ni mwakilishi wa ward katika ward ya Idhanga. Idhanga ni kule mwisho wa Murang'a. Na pia katika mbunge mimi ndio mwenyekiti ambaye anaangalia mahesabu kutoka kwa mkaguzi mkuu wa mahesabu ama Public Investments and Accounts Committee. Na niseme ya kwamba pesa zenu zimetumika vizuri, kwa sababu pia hata mahesabu ya governor mwenyewe komiti yangu huwa inaangalia. Kwa hivyo pesa zenu zimetumika vizuri. Hiyo ni hakikisho ningetaka kuambia. Nishukuru governor kwa programu ambayo tuko nayo ya kuinua masomo. Ni kweli kwamba hawa na day school wanapata changamoto mingi, lakini huwa hawatambuliwi. Inakuwa ni vigumu sana wakati mwanafunzi wa day school wanapopita masomo na kujiunga na chuo kikuu, sio kama wa shule za boarding. Na kwa hivyo hii programu itasaidia sana na watoto wetu wataweza kusoma. Yangu governor, naona unaongea. Moja tu ombi. Watu wangu wa Idhanga wamenituma wakaniambia ile hospitali ya Idhanga Health Center, tafadhali wacha tuifanye level 4. Hao watu wanasafiri kutoka Idhanga kilomita 70 kuja Murang'a hama Maragwa. Tusaidie ikue level 4 na najua itawezekana tukiwa pamoja. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Mokora. Our governor, principals, parents na wale wote wamekuja siku ya leo. Mungu ni mwema na kila wakati. Yangu ni machache sana Bwana Governor kushukuru for what you've done to our people. When I see them, I see the future. And we have to create that future deliberately. We are the one who have been given this chance by God to make sure that we do what we can do best to our residents. First of all, I want to thank our principals. Sababu wamefanya hii kazi yote. And it's very bad. Wanangangana kule kwa mashule, wanafundisha watoto, wanapita vizuri, wanawapatia matumaini. Every morning wakiamka, they give them hopes. And as leaders, it's upon us to make policies zenye zitasaidia nchi yetu, ndio hiyo wakati ya watoto watakuwa wamesoma wamemaliza, they get that future. Wakati naona future yao ikikuwa wasted, I feel a lot of pain. Because if it were not for this education, mimi singekuwa hapa. Governor tungekuwa tunajua nawe. If it was not for this education. Mimi nasomea place inaitwa Gudhoro Secondary huko Moroka. And I got an A-. Nikaenda university nikafanya engineering. Nikakuja watu wetu wakanisaidia, wakanipatia kura after nimegraduate 2018. Sasa niko hapa. Sasa nikikupigia simu governor unanichukulia kwa heshima ya masomo yenye nilipewa na watu wangu. So if we try to joke around with the lives of these people, Mungu atatujudge harshly. So tufanye kazi yetu, we make policies zenye zitasaidia watoto wetu, na wamama wote hawa wamama wamengangana sana. So kwa hiyo machache Bwana Governor, venye unaendelea kufanya endelea kufanya. Tunataka tukusaidia, tutakusaidia. Policies tutapitisha zenye zitawasaidia. Nikimalizia, I have got just 2 issues. Kuna watu wametaja hapa Keno. Nilienda hapo nikawaita au mama ndo wanatafuta riziki yao hapo, wanalipia watoto school fees. Nikawaambia, nikaita contractor akasema tutachukua 3 weeks. Sasa amechukua over 3 weeks na ako hapo, nao mama hajaweka hizo soko zao hapo, wanateseka. Sijui watalipia watoto school fees nini. Wakikuja kwangu na saizi na basa nitawasaidia namna gani? So make sure huyo mtu amemaliza. Ya mwisho, ule mtu alipewa smart city huko Kagodo, amekawia sana. Nilikuwa nimepromise watu wangu by mwezi wa 5 mwisho ama mwezi wa 6 tutakuwa tumemalizia. Saa hii hajaanza. Watu wangu na kama niliwadanganya. So make sure huyo amesukumwa, amekuja amefanya kazi yake, amemalizia. Because we have to be truthful to our people. God bless you. God bless Murang'a. Mungu asaidie nyinyi wote. Mheshimiwa Kagare, tukimalizia haraka haraka.
Asante sana majority leader. God is good and all the time. Mimi naitwa Musa Mirara, nimetoka kule Kangari. Governor, nikupongeze kwa sababu ya kubuild the human capital that is with the students. Mimi najua future yenye inakuja, hawa watoto wote watakuwa employed, na sababu tumeshaanza kuhakikisha wameenda shule, itakuwa mzuri. Kwa hivyo nikupongeze kwa kubuild human capital. Ingine governor, hawa walimu ukiona wamekuja hapa, hawa principals walikuwa na shida sana kwa sababu hawakuchukua form 1. Sasa hawa watu hawana pesa ya kudunulia watoto chakula, kwa sababu umeamua unaboresha elimu. Uendelee kufanya hivyo kwa sababu ina build shule zetu kuanza kupata pesa za kuendelesha mashule. Na kwa hayo machache na kupongeza. Mheshimiwa Chiefman, haraka haraka tafadhali. Gavana wetu, principals wetu, wazazi wote na waheshimiwa wenzangu. God is good all the time. Yangu ni mbili tu na ni kwa principals. Tafadhali tunawaomba sisi kama county government, wakati tunasema cheki zetu za basari zinachelewa, mnapatia watoto nafasi kidogo tu wasome kitabu kama kesi kama hizi zinaisha. Maana hata mkiwafukuza bado tutaleta check na watakuwa wameenda nyumbani, hawatakuwa wamesoma. Kwa hivyo tunaomba wakati tunawapatia barua zetu zile za kusema muendelee hivyo, itakuwa mzuri. Hakuna haja ya kufukuza watoto nyumbani wakati wazazi wanajua wanangojea basari na kesi yetu. Hiyo ingine ni kwangu kwa governor wetu. Governor, kama watasimamisha hii basari tena, wewe ka kesi kotini, sisi tutakuja na madhege yote tunaenda kuwafuata kule kotini. Ya pili, usibabaishwe na mtu yote wakati unapigania hiyo. Ya tatu, nataka wamekatalia pesa yetu ya kutengeneza barabara. Hata hiyo peleka kesi kotini, tuanze na haraka haraka. Hao watu wana barabara ziko mbaya. Ama je, watu wetu si barabara ni mbaya? Andika barua, twende kotini, walete hiyo pesa hapo, waache ndio upuzi yao. Ya mwisho, governor, Sabasaba Hospital. Ukitoka hapa Maragwa mpaka Kenneth Matiba, Sabasaba iko Kahumbu, na ujue hapo ndio hospitali kubwa. Pia hiyo tutengenezee ikuwe mzuri, na smart city yangu ya Kahumbu na ngojea, na maji ya kutoka pale Kenyona tulikuwa nayo kule sheria. Tupatilie, tafutie maji na tuendelee mzuri. Otherwise wazazi, asanteni sana na asanteni sana. Mlifanya mzuri kuchagua serikali ya governor na IMC wenzangu, na ndio manake Murangano ila akora na hiyo. Asante. Our governor, parents and all the leaders present. My name is Pauline Jerry Mushiri. I'm a nominated MCA representing gender. Wamama mpo? Sasa mimi nasimamia interest za wamama katika assembly ya Murang'a na nimetoka Maragwa. Sitaki kurudia yale yote yameongewa. Mimi katika Murang'a County Assembly ndiye chair wa agriculture, na ninaomba sababu tuko na investment conference kutoka tarehe 13 mpaka tarehe 14. All investors ambao wana watch wanatusikiza, Murang'a is the best place to invest. Tunawaomba mkuje muanzishe manufacturing companies, muanzishe kampuni zote ambazo, sababu sisi tuko na products. Kwa ukulima mmetajiwa products zote tuko nazo. Mnaweza anzia kuproduce mangoes, processing companies, maize millers na makampuni mingi kabisa. So ninawaomba mkuja Murang'a County, this is the best place to invest. Sisi hatunanga corruption. Karibuni sana na mbarikiwe. Asante Mheshimiwa Hilary. Asante sana Bwana Majority, our governor, and your team, principals na wananchi, hamjambo. Naitwa Hilary Muigai Mushoki, MCA Ishagaki Ward. Mimi governor nikukuhakikishia kwamba mimi mwenyewe wakati nilikuwa napeana ward bursaries nilifanya public participation nikiongozwa na principals pamoja na wazazi wote, na wakasema bursary iendelee kwa sababu inasaidia. Ilikuwa shida kubwa sana tukipeleka kwa sababu hata pesa ya national government haikuwa imefika. Kwa hivyo walianzia term na pesa yenye tuliwapelekea. Na wakati tulisikia ni kama kuna upinzani wa kuendelea kupatiana basali, tukapata hofu sana. Lakini leo hii tuko na furaha kwamba ulienda kotini na mkashinda kesi. Sasa watoto wetu wataendelea kusoma. Nashukuru hiyo na asante sana kwa hii nafasi. Thank you. Mheshimiwa Kegawega. Governor wetu, all stakeholders wa education,
Leo ni siku ya maana sana governor, kwa sababu leo ina represent what as the people of Murang'a have future for. Juu education ndio future ya kesho. Alafu niseme hii maneno imefanya hata shule zetu ikue, watoto wakue very competitive. Kwa sababu kama hivyo wakati governor ameita wazazi wenye wako na watoto wenye walipewa last time, nimeona kuna wenye hata wapi wamewaingia kwa hii program. So hiyo inafanya our education to become very competitive. Na kitu ya mwisho governor, ile kitu naweza staka kuambia, vile unaendelea kutetea hawa watu wa chini. Tunakumbuka wewe tulikujua kwanza sana sana na kutetea Kerubo. Sasa umetetea basari. Wakati huu hata ile nasikia ni kama kidogo kidogo nataka kurudi nyuma. Tuta make sure governor, hata kama ni sisi tutarudi twende kotini, hii basari lazima tuendelee kufanya. Nikimalizia, nimetumwa na watu wa Mogoiri juu nimetoka kule, wameniambia ile mambo umetuambia mambo ya ile smart city tunagoja. Ya mwisho wameniambia waonyeshe direction. Wamesema wanataka uambie gari ya kupeleka hii nchi next ni wapi. Na ya mwisho wameniambia ile tu tunasema kwa Biblia, na hapo ndio tumesomewa leo. Tumesomewa First Ruth 16. Nimeambiwa nikuambie, kwenye utaenda ndio tunaenda. Watu wako ndio watakuwa watu wetu. Kwenye utaishi ndio tunaishi. Kwa sababu kwa hivyo governor, ujue siasa ya Murang'a iko kwa mkono yako. Kesho akituambia tuangalie hii njia, tutaangalia hiyo njia. Si ndio watu wa Murang'a? Nionyesheni hivyo governor, atuambie ukweli. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, malizia basi. Governor, principals na my colleague deputy governor na watu wote wa Murang'a, habari zenu? Kwa majina naitwa Kamau Kagori, MCA kutoka pale Rwathia. Ya kwanza ni kuambia governor, kupeana basari Murang'a ni lazima as far as pesa ziko, si ndio? Kitu ya pili ni mzazi, chukua mtoto peleka shule. Pesa kama hakuna mwambie bora akuwe top 10. Ni sawa sawa. Kitu kingine nataka kuambia my colleague pale Assembly, tutengeneze policy hata governor akitoka bado top 10 wataendelea kufanya nini? Kusomeshwa, si ndio? Hiyo program ya Kang'ata isiende. Hiyo kitu kingine governor, nimesikia mheshimiwa kutoka Mogoiri amesema governor, siasa ya Murang'a iko kwa mkono nani? Ya Kang'ata, si ndio? Lakini chenye kinanipea moyo sana, nikiangalia hiyo rangi nye mko nayo, hiyo rangi mko nayo saa hii, si mnajua venye inaendana? Hiyo rangi si mnajua venye inaendana? So hakuna mambo mengine, simama tu ni hiyo. Unakaa unaangalia mwenzako unafanyia nini? Unafanyia nini? Lakini mimi nawaambia hivi, governor ako hapa, manager ni manager mzuri, si amemanage Murang'a vizuri. So mimi ninasema hivi, na kwa sababu governor, tamu yako lazima itaisha. Hata ukikaa hapa mwaka mwingine 5, sitapo bado itaisha. Mtaendelea kukuma na yeye, si ataenda. Mimi nasema hivi, governor, kama kuna nafasi ya pale juu usiachilie iende. Ukiwa pale Nairobi utaweza kuangalia Murang'a na Rwathia in whole, si ndio? So sahi governor, kama kuna nafasi ya Nairobi usikae hapa. Huku tuna viongozi wengine, si hata Morris ako hapa, huyo jamaa wa Keru si yako hapa. Hata anaweza kuwa governor. Kwa sababu nini? Hata governor amemwonyesha venye inafaa kukua, si ndio? So watu wa Murang'a hakuna wasiwasi. Hata governor akienda sisi tuko. Kwa sababu mimi nitakuwa hapa tu hapa Assembly. Lakini nikipata nafasi ya kuwa senator naenda tu, na hata mimi naenda Nairobi. Lakini cha muhimu na cha maana ni kuwa ati governor bado wako, si ndio? Hajaenda. Governor, mimi nakuomba hivi, siasa ya Murang'a nimesemekana iko kwa mkono yako. Lakini mimi kama MCA wa Rwathia naweza tamani sana ni kuona umeingia ile gari yenye imetengenezwa, hata kama utakuja na chama yako sawa, lakini bora ingie wapi? Wa Munyoro, si ndio? Unajua bora ingie wapi? Si ndio? Kwa sababu this time round lazima tuseme na tupange kazi yetu venye inafaa. Bora tu akisimama tu hivi aseme mimi nataka kiti ya deputy president apewe, si ndio? Akisema ni namba moja afanya nini? Apewe, si ndio? Na kwa sababu mpeleka Murang'a vizuri. Unajua governor, unajua kuna time mingi sana hapa. Mimi nakaa tu chini tu saa hii. Sidel alitangulia hapa. Lakini governor si ni wetu. Si ni wa Murang'a. So ende awapate Dede Nyoro mheshimiwa Kiharo, si ndio?
wakae chini watupangie venye wanataka na sisi tuwapange, si ndio? Wakisema ni namba moja ni Ndindi Nyoro, sawa, tumpe Matiang'i, si ndio? Wakisema Kang'ata ni namba 2 apewe Matiang'i, sawa, si ndio? Bora tu Murang'a tusikue kwa msituni. Ya mwisho governor, nimesikia kila mtu hapa anamalizia na kwake nyumbani. Mimi tu kwangu polytechnic iko, lakini mimi ya kwangu nataka tu ikue Adameshuki polytechnic, si ndio? Watu wa Rwathia wanajua hivyo. So governor, hiyo kinisukumia Meshuki ikuje kwangu pale Rwathia, na mimi sasa kwa sababu niko na shamba ingine pale kwa Wambogo naweza jenga polytechnic ingine, si ndio? So watu wangu tushikilie gavana mpaka mwisho, lakini tunawaambia anasikiza hapa na chama mko nao, si ndio? Kaiwamu amurathime na amweke wega na mulikane igathawa Gachagua ni mwana witu. Aya, asanti. La kwanza niseme hiyo ni siasa yao Mr. Kivita na mtu. Lakini na ile ningemuelezea watu wa Murang'a, na iko kwa roho yangu, mulifanya vizuri kuchagua hawa MCS. Hamukukosea, mulichagua the best MCS ever. Na niseme hivyo ni juu hizi vitu tunasukuma si za governor, ni vitu ambazo zinapitia kwa Murang'a County Assembly. Ndio wanapitisha budget, na diposa lazima tungewapatia nafasi waongee wenye mtu anataka kuongea, kwani wao ndio wanapitisha policies na sheria za Murang'a County Government. Tuwapigie makofi. Pili ni vijana. Umeona ni marika hiyo. Vizuri ni kwamba ukiwa kiongozi, watu kama hawa ni vizuri wanapewa nafasi. Hujui watakuwa nini kesho yako. Wajua pana mtu aliniambia mtu mdogo huwezi mfinyiria aende chini, si ndio? Huwezi. So for me, I'm very proud of these young leaders of Murang'a. Ni watu ambao wamefocus kwa development. So therefore 2027 hata kabla ni ebu weke hawa MCA kule hao wa support, tuko pamoja. Then lakini ningetaka kuclarify some issues. One, ningetaka kuongea hiyo maneno ya Rwathia Kanywira. Niseme hiyo tulienda kwa Intergovernmental Relations Committee. Hiyo ni jopo fulani ambayo inashikanisha serikali kuu na serikali ya county government. Kukiwa na tashwishi, wao ndio wanaleta suluhu. Wakatuelezea ili tuondoe Kanywira kutoka county government iende national government, lazima county assembly iweze kupitisha. Kuonyesha ningeomba majority mkirudi pale bunge hiyo motion muweze kupitisha. Ishapita, bas hiyo tutapatiana waraka iende Nairobi ili tuambie county assembly imepatiana hiyo ruksa. Hiyo ndio ilikuwa imebakia, zile document tulitishwa. Hiyo ni ya kwanza. La pili, niongee mambo ya Makuyu Makuyu MTC na mambo ya kama itaenda Makuyu ama iende mahali inaitwa Genda pale main hospital. Kama county government, wakati tunaletewa request na serikali kuu, sisi au hata wabunge haswa tunajaribu kuwasikiza, kwani chochote kinaweza faidi mtu wa Murang'a, hatuna shida. Kwa mfano, tulikuwa nafasi ya kwanza kupatiana EPZA, Export Processing Zone, iwekwe pale Del Monte Land 500 acres, na hivi sasa iko almost 60% kumalizika, ili watu wetu factories weke zenye zinafanya export. Pili, hiyo request ya Kanywira ililetwa na mbunge wa Kangema na tukaisupport. Pia mbunge wa Kigumo ameleta request ya kujenga Kangare Primary katika uwanja ya county, tukasupport. Pia wabunge fulani wameleta mambo za soko. Mbunge wa Gatanga, mbunge wa Maragwa, mbunge wa Kangema,
mbunge wa Kiharo, na wote wakileta juu ni kitu kinasaidia mtu wa Murang'a, sisi hatuna any issue nayo. Hata mbunge wa Maragwa alikuja ka request pale mahali inaitwa Zapka Kimorori Wempa tumpatie 6 acres aweze kujenga primary school ya Karugu, na tukaweza kumpitishia bila tashwishi. Sisi mambo inahusu KMTC kujenga, hiyo ni kazi ya National Constituency Development Fund, NCDF. Basi mahali NCDF ya Maragwa ingetaka KMTC ijengwe juni wao wako na pesa, sisi petu tuko open. Iwe ni Maragwa, iwe ni Makoyo, hiyo itakuwa decision yao, kwani wao ndio wako na resources. Ile tu tunaweza wasaidia ni land. Iko land walikuwa wamechoose pale Makoyo town, na niseme sisi kama county government hatuna mushkin, ila mahali wali pinpoint palikuwa na tashwishi kidogo kulingana na the size ya land ambayo iko available. Basi sisi tukaandika barua tukaonyesha another land within Makoyo township ambayo pia ni available, na hiyo haina mushkin hata kidogo. Basi ningewaomba wenye wanasukuma huo mradi as a county government, venye tulimsupport mkatengeneza primary school pale Karugu Kimorori Wempa, the same tutamsupport kutengeneza KMTC juu decision yenyu, bora land iwe inamesha ile ambayo mna request. Nitamalizia na kusema ya kwamba kwa hivi sasa kama watu wa Murang'a, ningemuomba kwanza to put our effort katika mambo ya maendeleo, kwani miaka itakuja 30 ama 40 ama 50, sijui kama kuna mtu atakuwa nakumbuka mambo ya siasa. Hiyo miaka ikifika, watu wataangalia ile barabara ilitengenezwa, ile hospitali ilitengenezwa, wale watoto walisomeshwa. Watakumbuka kama tuliweza kuweka misingi ya maendeleo sisi ambao Mungu ametupatia nafasi za uongozi hivi sasa. Kuonyesha basi, namuomba tafadhalini kiongozi kama Mwai Kibaki, hatukumbuki na ile speech alipatiana 2005, hata huwezi kumbuka. Unakumbuka Thika Road, junaiona macho. Hivyo tu sisi ambao tuko kwa county government, wengi watakumbuka Kenneth Matiba Hospital juu wanaiona na macho, si hii speech ambayo hivi sasa na make. So therefore I ask you, kwa hivi sasa to focus na development. Hii dunia ukiangazia yote utaona ya kwamba nchi nyingi zimeendelea kimaendeleo. Kwa mfano miaka takriban 30 iliyopita, nchi kama China ilikuwa maskini zaidi ya Kenya. Wakati tukipewa uhuru, Singapore ilikuwa maskini kuliko Kenya. Saizi nchi kama Singapore iko mbele yetu takriban mara kama 50 mbele yetu kiuchumi. Je, ni wapi walipita sisi tukabaki nyuma? Kama nchi kama China ambayo iko na watu takriban bilioni 1 na watu 400, hivi sasa iko karibu takriban mara 6 mbele yetu kimaendeleo. Ilipita wapi? Na miaka 30 ilikuwa nyuma yetu. Tafadhalini wa Kenya na watu wa Murang'a, mimi kwa mafikira yangu, shida ni focus. Tukifocus kwa maendeleo, that is the best legacy we can leave
for our children. Thank you and God bless you. Thank you very much, Your Excellency. Tafadhali mpigieni makofi.